Niliamua kuacha kila kitu nikafata Mungu, lakini hakuna kitu ambacho nimeambulia. Kama utanielewa sawa, usiponielewa sawa pia. Oa, kama nilipokuelekeza kichau wangu mwanangu, yana matatizo sio kidogo yani. Hapa nilipo sielewi yani. Si unaelewa, nimechanganyikana kinoma. Haule! Usizani sijui ushenzi ulioufanya. Yule mtoto uliomtorosha, tuliokuwa tunatakiwa tumtoe kafara, tumle nyama, unamhitaji. Ehe, ulizani sitokamata au nitakukamata? Sasa nimekukamata. Yaani kila siku nikija pale kwenu unanipisha pisha tu. Kuna nyingi namkuta tu mdogo wako ananipa maelezo. Ulisema tarehe 1. Leo tarehe 6. Ninachotaka kodi yangu. Samahani baba mwenye nyumba. Samahani yako mimi sitaki, ile kodi yangu. Nisikilize kidogo. Ni kweli pesa yako ilikuwa imebaki kidogo. Kidogo tu yani, sema shida vibaka. Walinipola. Sijakusudia kukuzungusha kwa hii. Samahani. Nilikuwa nakuja kwako nikwambie naenda kukopa nikuletee hela yako. Tafadhali, naomba unipe kidogo. Siku chache tu nitakuletea. Vibaka inahusiana nini na hela yangu? Nipatie pesa yangu. Maelezo sitaki. Nilishakwambia usumbufu sitaki na unaendelea kunisumbua. Nipe kodi yangu. Nitakupa. Usijali baba mwenye nyumba. Na kuhakikishia nitazunguka ninavyoweza kote, nitakopa, nitakuletea pesa yako. Tafadhali. Sikia. Kama ukishindwa kujenga nyumba, basi jitahidi kujenga heshima na wazee kama sisi tulikuwa na nyumba zetu, utaishi vizuri. Yule mlevi atakupa nini? Unashida mlevi atakupa kitu gani ndani? Nimeshakwambia nikubalie. Utakuwa mama mwenye nyumba, kila kitu nitakukabidhi. Sasa sikia. Sasa hivi naingia zangu hapo kijiweni. Nakupa siku hizi 3. Kama ukishindwa kunipa kodi yangu, basi hili jambo langu ninalokuambia na nilokuambia unikubalie. Bila hivyo sijakuelewa bado. Utulia mdogo mdogo, utanielewa tu. Umesikia mtoto mzuri? Utanielewa. Mwanzo wa matatizo,
Sikia, mbona watu wanataka hivyo vipi? Mtulia basi, mtulia basi. Samia. Mtaani. Nimetoka dukani. Yosi kabisa kuja alimkuwa maskani pale na wazee kama tugombea. Tulikuja tu kwa ajili ya mama yako. Sikiliza, afu toka siku zile mmoja pale mtaani mzako linacha wewe vipi kwanza. Sasa sikiliza. Hapo mimi nifosena namba kwa fante mtakucheck nini au vipi? Namba yangu. Fosi namba ndako nipe nini gani namba basi kwanza. Oh. Fosi namba basi. Nani vile? Paulina. Paulina au sio? Basi nitakucheck mimi one time. Hivi Danieli, ni mara ngapi nimekuonya sitaki mazoea na wewe, lakini bado unielewi? Kwa nini? Taachaje kumwandama mwanamke naye mpenda? Alafu Tutala, mimi nilianza kupenda mimi kabla Maka. Unajua unanichosha. Nimekuchoka Danieli. Tena na wasiwasi. Wewe ndio utakuwa unahusika na kupotea kwa pesa za mpenzi wangu Maka. Kwanza huna ushahidi. Alafu na mengi nayajua kuhusu wewe. Kuna mengi kuhusu mimi? Kivipi yani? Sijakuelewa. Mdogo mdogo Tutala. Natumaini utanielewa tu. Mwanzo wa matatizo. Sikiza nikwambie kwa makini. Wewe achana na bwana wangu, simfuatilie. Dada, subiri, njoo taratibu kwanza. Ina maana unayemwona kila mtu mtaanza na tabia kama zako? Alafu sikia nikwambie. Mpaka bwana wako ananifuata mimi. Jua kuna kitu shoga yangu unakosa. Yaani anakosa kwako ndio kanifuata mimi. Kwa hiyo jichunguze, ujue una kasoro gani mpaka bwana wako ananifuata mimi. Sawa? Sasa nikwambie kitu. Siku nikute, yaani nikikuta umesimama na limbu. Achana na bwana wangu. Si unaelewa dada? Oh. Sasa sikia. Kamuite bwana wako mkalishe ndio mpe ile onyo, sio mimi. Mkemia, mlikubali vipi kiti changu kikachukuliwa? Inawezekanaje mgeni akaja kuwatawala? Binyanzoka, kama unavyojua wewe ulikuwa kiongozi mzuri sana na mwenye nguvu. Sasa hata mimi mwenyewe kweli imenigusa kwa sababu yule alikuja ni mgeni na hatukujua kama na nguvu za kutosha kiasi kile. Akatutawala na tulishangaa sana kusikia wewe eti umeokoka Binyanzoka. Sikiliza nikwambie. Kwenye kuokoka kwangu hakiwahusu. Siwezi nikakosa kanisani nikaja kukosa na huku.
Hapana, mimi narudi kwenye kiti changu. Narudi kabisa kwenye kiti changu, sitaki chochote. Sawa Binyanzoka, mimi nimekuelewa, lakini mimi nina wazo. Na wazo langu mimi nataka tumpindue yule. Hata mimi natamani wewe uendelee na madaraka yako, kwa sababu ana madaraka ya kiubavu. Hebu rudi, fanya juu chini, na mimi nitashirikiana na wewe bega kwa bega, wala usijali. Ehe, hapo ndo nataka, imeisha. Sawa sawa Binyanzoka. Mungu aja ng'ombe, sijera memwiko, usitukane wakunga, na uzazi ungaliko. We mwanamke, we mgumba, fungua mlango, mimi nimerudi. Nyoko, muda wote na kugongea mlango, uko unafanyaje? Kwanza mwanamke ni alizai, juta sijui, we kwanza unikupataje? We nadhani uliniroga, mwanamke mweusi, uzai. We nikizima taa, nitakuona we. We nikizima taa, nitakuona. Hebu nipishe kwanza niingie ndani. Subiri. Anazuia mama yangu. Subiri kwanza. Humu ndani huingii mpaka uniambie wiki zote mbili ulikuwa wapi? Nikwambie nini nyoko wewe? Mwanamke uzai. Unataka nikwambie nini? Kwanza naondoka tu, nauna cha kunifanya. Narudi kwa wanaojua thamani yangu. Nyoko, naenda wapi? Roundabout huku. Usiondoke mume wangu. Niachie. Ananibembeleza. Majirani. Ensambu. Kwanza nimekumbuka wewe ni mweusi. Niachie mjinga wewe. Toka huko. Kuku amezaa, wewe hujazaa. Mume wangu. Umezaa wapi? Unanipiga. Mungu. Wenzangu. Umewajalia waume bora. Lakini mimi nimepata bora mwanaume. Mungu, nisaidie kuyashinda haya majaribu. Mama chauya, chauya, 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 mama chauya, chauya. Kama unavyoona kuna ugeni anaitwa Binyanzoka. Binyanzoka, karibu sana kwenye utawala wangu. Kumbuka, sihitaji mchezo hapa, kazi tu. Unanikaribisha kama we ni nani? Ina maana bado hujanijua mimi nani? Mimi ni mkuu wa kwio, mkuu wenu wote hapa. Kwa hiyo mnatakiwa ufuate amri yangu na masharti yangu. Nimerudi kwenye kiti changu. Ina maana unakaidi amri yangu, si ndio? Nimekwambia utawala wangu hauna huruma, na huruma sio malezi. Ukiendelea kukaidi, ninaweza nikakuadhibu barabara. Sina huruma mimi. Kwa hiyo fuata masharti yangu. We ni mtoto mdogo, tutaona. Haitawezekana nikaongozwa na mtoto mdogo kama wewe. Hii ni himaya kwangu. Nimerudi kwenye kiti changu. Anataka tushindane. Sasa hatoniweza. Haule. Ndio mkuu. Vipi ahadi yako sijaiona mpaka sasa? Kafara uliosema unaileta leo. Mbona sikuahidi kitu mkuu? Ina maana umesahau kuwa jana umesema unamleta mtoto tumtoe kafara, si ndio? Mara ngapi nimekwambia
usije kilingeni, umelewa. Sasa mimi nakuadhibu hivyo hivyo. Kama uliongea sio akili yako, ni akili ya pombe, mimi sitojali. Ninachojali ulete ahadi yako haraka iwezekanavyo. Sihitaji mchezo mimi hapa. Kumbuka hiyo kafara nahitaji, na bado mapema sana. Kwa hiyo tunaweza kuondoka tukafate majukumu mengine. Mwanzo wa matatizo, Usta.